Uliwahi kusikia wapi mafanikio kwenye kamari? Yaani unakuta msomi kabisa anaamka asubuhi au saa 6 saa 7 yuko kubeti. Wewe unacheza Real Madrid na itashinda ipi? Yaani anabeti. Siwalaumu wale watu ambao huwa wanabeti wakamalia, kwa sababu najua pengine hiyo ni njia ambayo wanaitegemea wao kuweza kujiingizia kipato. Lakini nataka niwakumbushe watu wengi kwamba wasije wakafikiria kwamba hiyo njia ndiyo inabidi waitegemee kama njia kuu ya kujiingizia kipato. Hapana. Badala yake inabidi tufikirie ni kwa namna gani tunaweza tukatengeneza njia ambayo itasaidia watu wengi kuweza kujiingizia kipato, kwa sababu kwenye kamari watu wengi wanapoteza kuliko watu ambao wanashinda. Yaani wachache wanashinda ila wengi wanapoteza. Maana yake hii sio njia nzuri, kwa sababu wengi wanapoteza alafu wachache wanashinda. Sasa jambo ambalo nilikuwa ninafikiria kwamba ni kwa namna gani Watanzania tunaweza tukaja au tunaweza tukajadili wazo ambalo litasaidia sisi vijana kuweza kutoka hapa tulipo na kwenda sehemu nyingine pia kiuchumi. Kwanza kabisa ambacho mimi nimegundua kutokana na tafiti zangu ni kwamba Watanzania sio maskini. Watanzania sio kwamba hatujiwezi. Watanzania hatutegemei mtu yeyote ili tuweze kuendelea. Sema tumeaminishwa na kukalilishwa kwamba Watanzania sisi ni maskini. Watanzania sisi hatujiwezi. Watanzania tunahitaji mtu aje atusaidie ndipo tuweze kubadilisha maisha yetu, kitu ambacho sio kweli. Kwa nini ninasema hivyo? Vijana wengi wa Kitanzania tuna uwezo wa kupata 100,000 kuendelea, 100,000 na kuendelea hadi mwaka mzima unaisha. Watanzania tulio wengi, asilimia kubwa, tuna uwezo wa kuzalisha au wa kupata 100,000, lakini kinachopungua hapa, Watanzania tulio wengi hatuna uwezo wa kuweza kuizalisha 100,000 kwa 200,000 na kuendelea, isipokuwa tuna uwezo wa kutumia 100,000 na kuingia kwenye madeni zaidi. Sasa nikafikiria kwamba ikiwa tuna uwezo wa kupata 100,000 na hatuna ujuzi wa kuizalisha hiyo 100,000, nikaja na wazo fikiria Watanzania tuko zaidi ya milioni 60. Tukikadiria sasa tunaweza tukasema Watanzania milioni 70. Halafu Tanzania ina jumla ya mikoa 26. Sasa chukua milioni 70 watu gawanya kwa 26. Utapata wastani wa watu milioni 2 kila mkoa. Sasa tuchukulie mfano mkoa mmoja una watu milioni 2. Kwenye hao watu milioni 2 mkoa mmoja wakapatikana vijana ambao wana wazo moja, vijana 10,000. Hawa vijana wakaamua kuweka wazo kwamba sisi tunahitaji kila kijana mmoja wetu aweze kutafuta 100,000. Halafu hiyo 100,000 tuje tuiwekeze kwa pamoja. Maana yake ukawepo mfuko wa uwekezaji kwa vijana hawa 10,000. Maana yake kwa vijana 10,000 wakitafuta 100,000, maana yake watakuwa wametengeneza bilioni 1. Vijana 10,000 kwa 100,000 ukizidisha utapata bilioni 1. Sasa hii bilioni 1 inakuwa ni kwa ajili ya hao vijana 10,000. Maana yake kama mikoa yote 26 watafanya hivi, maana yake kutakuwa na vijana kila mkoa 10,000, ambapo jumla sasa kama taifa itakuwa na bilioni 26. Sasa tuzungumzie kwa mkoa mmoja ili muweze kuelewa kwamba ni nini ninacholenga. Hii bilioni 1 tunaweza tukaongea na serikali chini ya Wizara ya Vijana ikatengeneza mfumo ambao utasaidia hii fedha iweze kuzalishwa kwa ajili ya faida ya hawa vijana 10,000. Tunaweza tukaongea na wataalamu wa fedha wakatushauri ni kwa namna gani hii fedha tunaweza tukaiwekeza. Tunaweza tukaiwekeza kwenye hisa za NMB au hisa za makampuni mengine ambazo tutaona ni nzuri. Unakuta labda kwa mfano tukawekeza kwenye hisa za NMB. Kuta labda NMB kwa mwaka unapata 10% ya fedha ulioiwekeza. Maana yake 10% ya bilioni 1 ni milioni 100. Maana yake kila mwaka tutakuwa tunapata hao vijana 10,000 watakuwa wanapata faida ya milioni 100. Sasa
hii milioni 100 hawa vijana sasa ambao wameamua kujiorganize wanaweza pia wakaiacha kule ikaendelea kuongezeka, wakati wao wanaendelea na mambo yao mengine. Baada ya miaka 10 kutakuwa na hatua kubwa sana ambayo itakuwa imepigwa ndani ya taifa. Fikiria, ninazungumzia vijana 10,000 na kiuhalisia wanaweza wakazidi hapo, lakini hawa vijana 10,000 kwa kipindi cha miaka 10 wanaweza wakatengeneza kipato kikubwa sana. Halafu kingine ambacho kitasaidia, hii fedha ambayo inapatikana tunaweza pia tukaorganize sisi vijana kwamba sasa tunataka umeme tuwe tunapata bure. Kutokana na hiyo fedha, maana yake ikawa inakatwa asilimia fulani kwenda kulipia umeme, bili za umeme zikapungua, tukawa tunalipia kidogo sana. Lakini pia tunaweza tukatumia kufadhili vijana wengine ambao wakaenda kupata masomo, elimu ambayo ikaja ikasaidia ujenzi wa taifa letu. Nimefuatilia kwamba China hawakuendelea kwa sababu ya kuendekeza kamari, badala yake waliendelea kwa sababu waliwekeza katika watu walipata elimu. Maendeleo yanaanza kwa watu. Maana yake na sisi tuwekeze kwa watu, ndipo tutakapoweza kuendelea. Mtu anaweza akaniuliza swali kwamba itakuwaje watu wakiwa wafisadi, una njia gani za kukomesha rushwa kwenye huu mfumo? Ni kwamba rushwa huu inatokea sehemu ambapo maamuzi yanategemea watu wachache, yani tunasema ni centralized system. Lakini rushwa huwa ni ngumu sehemu ambapo inategemea maamuzi ya watu wote yaweze kufanyika. Yani tunasema kwamba ni decentralized but organized, kwamba kila maamuzi yanahusisha watu wote ambao wamehusika kwenye hilo wazo. Hapo ndipo rushwa huwa ni ngumu kutokea, ubadhirifu wa mali za umma huwa ni ngumu kutokea. Maana yake nimewaza hili wazo kwamba basi inabidi Watanzania tukubaliane kwamba sisi tunataka kutengeneza uwekezaji wa pamoja ambao utatusaidia sisi Watanzania tuweze kujikwamua, tuweze kujiinua kiuchumi. Kimsingi wazo langu ndio liko hivyo. Ukiona kwamba hili wazo kuna namna unaweza ukaliboresha, unaweza pia na wewe ukaongeza au unaweza ukajadili wazo hili. Na tamani sana tujadili vijana, tuone ni kwa namna gani tunaweza tukatoka hapa tulipo. Nia yangu sio kwamba kuwapotosha watu, hapana. Nia yangu ni kutaka kuona vijana tukibadilika, sio vijana tukipoteza, kwa sababu kwenye kamari ni wengi sana wanapoteza, ni wengi sana wanakuwa maskini kwa sababu ya kamari. Lakini kupitia wazo hili nina uhakika kabisa tunaweza tukapata maendeleo ya kweli ambayo yatawavuta pia vijana wengine kuweza kufanya kitu ambacho tumekianzisha. Ninachofikiria kwamba Tanzania tutaweza kujadili. Hebu basi kama una maswali unaweza ukaniuliza, nitajibu yale ambayo nitaweza kuyajibu, lakini ambayo sitaweza nitakuja kwenu tena kuwaleteni ili kusudi tuweze kuyajadili.